mikutano ya William Ruto, kwa sababu najua utakaa hapo kusikiza uongo tangu mwanzo mpaka mwisho. Na unajua kuna mjumbe amewaambia hapa, sheria za bunge zinasema saa ile rais anazungumza kila mtu lazima akae kama amenyamaza. Sasa mimi vile mnanijua, mtu akisema uongo nitanyamaza kweli? Si nitasimama niseme hivi ni uongo? Na Weta kwa hapo wanangoja tu. Sifuna akisema ngwe nirushwe nje miezi 6. So afadhali nikae nyumbani, nakaa nikiangalia naandika, akisema hii nasema hiyo ni uongo. Kama anadanganya wananchi lazima tuseme hiyo ni uongo. Mimi nilikuwa najiuliza, unakuja unasema kwamba una mambo manne muhimu na unaanza na mambo ya elimu. Unasema hiyo ndio itasukuma Kenya ifike mahali Singapore iko. Lakini unasahau kuzungumzia shida ambazo ziko katika mambo ya elimu Kenya hii. Mnajua nyinyi kina mama, watoto wetu ambao walifanya mtihani wa KCSE na KCPE mwaka wa 2024 mpaka leo hawajapata certificate zao. Watu wanaenda kuapply kazi za jeshi za polisi bila hiyo certificate, utapata kweli? Sasa serikali hii ya Ruto hata kuprint certificate ya vijana imewashinda. Hiyo ni serikali kweli? Wako na walimu zaidi ya 20,000 wale wa junior secondary ambao ni ma-intern walikuwa wanafanya internship zao zinaisha Disemba mwaka huu. Unakuta waziri mmoja wa serikali ya Ruto anaitwa Mbadi anasimama anasema, tumetenga shilingi bilioni 6 ya kuajiri hawa watu on permanent basis. Alafu mwenzenu huyu Ogamba ambaye anatoka hapa Kisii anasimama anasema hakuna kitu kama hiyo. Sasa waziri gani ambaye wananchi wataamini? Tutaamini Mbadi ambaye anasema kuna pesa, ama Ogamba ambaye ni waziri wa elimu ambaye anasema hakuna kitu kama hiyo? Na rais anakuja bunge hazungumzii hiyo kitu. Sisi tunataka tujue kutoka kwa Mheshimiwa William Ruto, hawa interns wa JS ambao contract zao zina expire Disemba, unawaandika ama huwaandiki? Kuna pesa ama hakuna pesa? Tusonge mbele. Tunapozungumza serikali kuu, ukiangalia ile madeni ambayo iko nayo ya private universities, karibu shilingi bilioni 60 ya wale sponsored students ambao serikali imekataa kulipa. Wewe unakuja bunge unaongea mambo ya elimu, unatuambia ndio itatufikisha mahali Singapore iko, na hauguzii haya maneno. Kweli wewe unajua ile kazi unafanya kweli? Anakuja anazungumza mambo ya afya. Mama zetu kila siku kule kwenye Senate tunaambiwa mama amezaa hospitali fulani, hospitali imekataa kumwachilia, wamekatalia mama, wamekatalia mtoto kwa sababu hakuna pesa ya kulipa. William Ruto mwenyewe akisimama mbele ya watu anasema ati ukienda hospitali uitishwe pesa ati upigie polisi. Mimi najua uhusiano wetu na polisi, sisi si marafiki. Wale wako hapa tu ndio rafiki zetu, kama huyu ni rafiki yangu. Lakini wewe hatuwezi kukupigia simu wakati SHA imekataa kulipa. Ndio maana nilisimama bunge nikasema William Ruto akikuja hapa mumuitishe namba yake mwenyewe. Hospitali ikikuitisha pesa usipigie polisi, pigia nani? Ruto. Pigia nani? Ruto. Kwa sababu yeye ndiye alisimama akasema baada ya sisi kukatwa zile pesa tunakatwa, matibabu itakuwa bure. Na kama sio bure, yeye ndiye atalipa. Harambee zinaendelea. Mgonjwa akipatikana na kansa ama ugonjwa mwingine mzito, familia hapa zinauza mashamba, zinauza ng'ombe hadi tuweze kulipa bili ya hospitali. Ruto alisimama na kwa kinywa chake mwenyewe akasema SHA ikiingia matibabu itakuwa bure. Hizi harambee ni za nini? Hapa Kisii harambee zimeisha? Hazijaisha. Hospitali zetu za county ukiangalia zile pesa ambazo zinahitajika zaidi ya shilingi bilioni 70 ambazo SHA inadaiwa na hospitali zetu. Hata hospitali za makanisa serikali ya William Ruto imekataa kulipa. Kwa hivyo akikuja pale bunge na uongo, mimi kama Sifuna siwezi kaa hapo, kwa sababu nimewaambia damu itachemka niseme hiyo ni uongo, wanirushe nje miezi 6. Na mimi lazima nikuwe hapo kutetea wananchi, si ndio? So mimi nakaa nyumbani naona uongo kwa TV tu, akisema uongo moja napiga shot. By the time amemaliza tumelewa chakare, kwa sababu ni uongo tupu anaongea. Sasa mimi nataka niwaombe mama zangu, sisi wana ODM
nilikuwa pale KICC wakati ambapo tuliandika mkataba na chama cha UDA. Hiyo 10 point agenda William Ruto hakuzungumzia hata point moja wakati ambapo alikuja pale bunge. Tulisema tunataka watu waache kuchukuliwa na polisi kiholela na kuuawa na polisi. Bado nasikia kuna ripoti vijana wanachukuliwa na polisi. Si ni kweli? Sasa wewe ukituambia kwamba umetekeleza yale ulisikizana na Mheshimiwa Raila Odinga, wacha kuweka maneno kwa mdomo ya Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu baba alinipa hiyo kazi. Mimi ndio mwenye kuandika huo mkataba na marking scheme ni mimi niko nayo. Siku ile atatekeleza hiyo mkataba, yule atawaambia sio mwingine, ni mimi mwenye niliandika. Si ndio? Tunakubaliana? Na hao ndugu zetu ambao wako ndani ya chama cha ODM wanasema wao wanasupport hii kitu inaitwa broad based. Hakuna ubaya, wewe support tu, lakini msifikirie nyinyi ni wajanja sana. Ukikaa unasikiza mdomo ya hawa watu wa broad based, wanaona wao ni wajanja sana. Anaanza baba alituambia mpaka sijui 2027, sijui Ruto akifanya hii, sijui akifanya ile, ati sijui tutamuunga mkono. Nani alikuambia? Baba alisema, who has told you that ODM will not have a presidential candidate in 2027? Who has told you? Heshima kubwa ambaye tunaweza fanya kwa Raila, tusiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala, kwa sababu hawezi amka kujitetea, si ndio? Mimi kama Sifuna nataka niseme ninawaheshimu wabunge wa ODM ambao wamesimama kifua wazi, kama ndugu yangu Samuel Atandi amesimama kifua wazi akasema yeye baada ya baba kufa sasa kiongozi wake ni nani? Ruto. Hiyo ni sawa, tunaheshimu hiyo demokrasia. Lakini hawa wakora ambao wanajificha ndani ya ODM na kila siku wanasukuma sera ya William Ruto, leo nataka niwaambie nyinyi sio wajanja. Tunajua ile kitu mnasema na tumewaonea nje ya 18. Na sisi ambao tumesema hatutamuunga mkono William Ruto, pia sisi tupewe nafasi ya kuzungumza. Na nimesema mimi Sifuna, mtu yoyote ambaye atatusaidia kufurusha Kasongo ni rafiki yangu. Tukianza na ndugu yenu hapa anaitwa Fred Matiang'i. Unanielewa? Unajua wakati mumeenda kuwinda chui, unahitaji mtu mmoja anashika mguu hii, mwingine anashika ile mguu, mwingine anaidanganya na nyama tunafunga shingo, mwingine anashika mguu ya mbele, alafu mtu anakuja anapiga mshale, hiyo chui inaanguka chini, si ndio? Wacha Matiang'i ashike ile mguu, Sifuna ashike hii nyingine, Kalonzo ashike ile nyingine, Obadia mdanganya na nyama. Kidogo Kasongo wapi? Chini. Lakini ile kitu ambayo tunajua ni kwamba nchi yetu haiwezi kuendelea jinsi ambavyo inaendelea. Hatuwezi kuendelea jinsi tunaendelea. Nataka nikamilie hapo.